Okay, ni asubuhi njema, weekend njema ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Leo ni katika ile Ali J Vibes Show. Leo tumetembelea mtaa wa tasnia ya uigizaji. So atajitambulisha, atuambie yenye ako nayo, yenye anapitia kwa usanii na ni kazi gani amefanya, ni changamoto gani ambazo anapitia katika usanii ili tuweze kujifunza kwake. Lakini kabla hatujaendelea, naomba basi usubscribe katika channel yangu J Vibes Show hapo YouTube. Niambie ndugu yangu. Safi kabisa. Mimi kwa majina naitwa Ali J. Yeah. Na hii inaitwa Ali J Vibes Show. Yeah. So leo tumeamua tukutembelee ili tuweze kuongea mali matatu na wewe, at least tukielimika kutoka kwako. Sina sitoka, tunaelimisha jamii kwa pamoja. So sije tuambie mali, kwa majina yako unaitwa nani? Mimi kwa majina yangu kamili naitwa Jacob Tenzera Katana. Mimi ni mkaaji wa Kilifi ndo nyumbani. Lakini kwa sahihi niko hapa Malindi kikazi. Unafanya kazi gani Malindi? Mimi ni mwalimu, nafundisha shule private na nimeajiriwa hapo. Oh, vizuri sana. Okay, Mr. Jacob Tenzera. Naam. Umetuambia kwamba wewe ni mwigizaji. Ndio. Sasa unaweza kutuambia kuna experience gani katika uigizaji? Kwa sababu kweli experience niko nayo kwa sababu uigizaji wangu nilianza tokea nikiwa mdogo sana, nikiwa darasa la 3 mpaka saa hii. So toka uanze kuigiza mpaka saa hii. Naam. Maybe kuna kazi ambazo ushazifanya ambazo zimeonekana ama ni namna gani? Na umefikia wapi? Ndio, ni kweli kabisa kuna kazi ambazo nimezifanya. Na si kazi tu moja ama mbili, inapata kama 15 hivi. Okay. Katika hizo kazi nimezifanya, ni project gani ambayo pengine ndo unapea kipaumbele, ambayo hiyo ndo ilikuinspire kabisa kuingia katika tasnia ya uigizaji? Okay, jambo la kwanza ni kwamba naweza sema hivi. Kabla sijaingia katika hii tasnia ya uigizaji, nilianza na kuimba kwanza. Maana pia mimi ni mwimbaji. Nikatoa volume ya kwanza, ikahiti sana. Ya pili, hata sasa nikambe pia nayo najitayarisha ya 3. Sasa hiyo ndio ambayo nilifanya jambo la kwanza, nikaingia katika hii tasnia ya uigizaji kwa sababu kuna watu ambao waliniona wakasema kwa sababu unajua kuimba, basi hata huko pia kanako acha tukujaribu. Ndipo sasa nikajaribiwa. Okay. Kwa hivyo wewe ni mwimbaji tena ni mwigizaji. Okay. Tutarudi huko kwa upande wa uimbaji. Sasa acha tuongee kuhusu kuigiza kwanza. Sawa. Baadaye bado tutarudi nitakuuliza kuhusu uimbaji kwa sababu naona sasa interview zimekuwa mbili hapa. Okay. Ni sawa. So kwa hivyo hiyo project ambayo imekufanya kwamba ukaingia katika uigizaji ilikuwa ni uimbaji. Uimbaji, naam. Sasa ndo uimbaji ukakuigiza. So ni watu walikuona hicho kipaji kabisa, ndo wakakuita katika uigizaji kabisa. Okay. Ni vizuri. So ni watu gani hawa ama hawa watu ambao waliniita katika uigizaji? Kuna jamaa walikuja kutoka Nairobi. Wakaja kule nyumbani Kilifi na wakasema wanataka waigizaji. Sasa pale Kilifi kuna kikundi ambacho kinaendelea hata saa hii, nadhani kinaendelea, kinaitwa Jua Arts. Unaona, ambao kwa pale Kilifi. Sasa kuna rafiki yangu mwingine akasema ndugu yangu, kuna jamaa wamekuja kutoka Nairobi ambao wanataka wasanii. Sasa nikaenda pale na nikapewa script, nikacheza kama main character. Na hiyo movie ilikuwa inaitwa The Blade ya Kiingereza. Kutoka jamaa wa Nairobi. Na wale jamaa tukafanya, baada ya kwa tumeshamaliza kufanya, wakatulipa na wakaenda zao. Lakini cha kushangaza, tokea kipindi hicho nadhani kama 2009 mpaka sasa hata sijaiona movie, lakini walitulipa na wakaenda zao. Na experience yako katika hiyo kazi ya kwanza, hiyo movie ambayo inaitwa The Blade, experience yako ilikuwaje katika kuigiza kwenye hiyo movie ya kwanza? Yenyewe ilikuwa na changamoto fulani, lakini kwa sababu ya uzoefu wa kuwa sikuwa na mtu mwenye haya sana vile, unaona, hiyo ikanipatia ni kidogo kwamba okay, kupitia huku imenipatia yani kuwa na ufahamu fulani wa kufanya. Kwa hivyo nikajaribu na nikaweza. Unaona, nikajua kwamba kupitia huku kumbe sasa nimepata experience ya kuwa naweza pia nikafanya vitu fulani. Unaona? Okay. Katika hiyo movie ambayo ni The Blade, ulikuwa una stand katika role gani? Ulikuwa unacheza kama nani? Kama main character. Yaani mhusika
mhusika yule mkuu. Okay. Movie yenyewe ni The Blade ilikuwa inaongea kuhusu nini? Ilikuwa ni action movie? Ilikuwa ni ya mapenzi. Movie ya mapenzi. Okay, na ni changamoto gani katika uigizaji kulingana kwamba wewe ilikuwa ni your first experience, ilikuwa experience yako mara ya kwanza katika uigizaji, ni changamoto gani yenye ulipata? Changamoto ni nyingi ambazo zilizipata. Jambo la kwanza kukariri ile script, maana ile script ilikuwa si ya Kiswahili, ilikuwa ni ya Kiingereza. Unaona? Sasa halafu pia kwamba katika ile script unafuata ile script, halafu director pale pale on the spot anakuambia kwamba hapa sasa nataka uongeze maneno yako, na mbali na hivyo ni kwamba utunge wimbo ambao sasa unaenda na hii story, uimbe. Unaona? Sasa hiyo ikawa ni changamoto kubwa sana kwamba wimbo sikupewa. Na script ni ya Kiingereza. Niambiwa nitunge wimbo wa Kiingereza kwa show script, niimbe. Nimwimbie yule ambaye anacheza naye kama msichana wangu. Unaona? Ili sasa mpaka alainike, mpaka anipende. Sasa ni alafu nyingine, changamoto nyingine ile kwamba mahali pakuwa naambiwa sasa mimi nilie. Ijapokuwa yani sijasaniwa kulia. Machozi mwanaume hata atoke, na mpaka atoke. Ni changamoto inakuwa ngumu. Unawezaje kulia wakati hiyo feeling ya kulia haiko? Halafu lingine ni kwamba yani mahali pakuwa yani naambiwa hapa ni kwamba utapigwa makofi. Sasa nipigwa makofi kivipi? Unaona? Sasa kabidi yani makofi, director anasema lazima upigwe makofi. Na si makofi yale ya kuigiza. Makofi kweli. Ikabidi nikavumilia kwa sababu nilikuwa najua hapa ni kazi nafanya. Kwenye movie kama mtu amekuwa ngumi, kama ni kofi, wakati mwingine kina ukweli. Wakati mwingine kina ukweli. Wakati mwingine kina ukweli. Sasa ukafikiria niweke makofi tena alafu mimi na mara kwanza. So ilikuwa niweke makofi ndo ulie, utoe machozi ama ilikuwa niweke makofi, si kwamba nilie. Kuna mahali ilikuwa niweke makofi. Nikamwambia director akasema unaona hapa, huyu msichana atakupiga makofi. Sasa nipigwe makofi na msichana. Kwa sababu mimi nampenda msichana, anasema mimi sikutaki. Kabidi sasa nipigwe makofi. Unaona? Sasa nikabidi ya makofi, nikakubali mimi akaniingia. Ili director anasema nilete ile hisia, unaona, ya hasira. Unaona? Ya hasira. Sasa kabidi yani makofi mpaka ile sasa hasira imekuja kwamba ile msichana kama anataka kumaliza, lakini kwamba mpaka director akasema hapo umepiga fresh. Lakini huko na washwa. Huko na washwa. Unaona? Kama changamoto ambazo hizo nisipitia tena ngumu sana. So katika uigizaji kwa ufupi inahitaji ubunifu wa hali ya juu. Ubunifu wa hali ya juu. Mtu akisema kwamba msanii awe creative, basi lazima uwe yani creative, yani uwe na ile creativity hali ya juu. Sio mchezo. Okay. So after sasa hiyo kazi yako ya kwanza inaje mpaka sasa hapo ulipo? Okay, sasa baada ya kuwa nishafanya na wale jamaa washaenda, hapo nikapata nini? Ule ujuzi na mimi sasa experience na mimi nikaanza sasa kunene kuandika sasa zangu. Sikujiunga na kikundi chochote kile, unaona? Lakini nilisema kumbe ni hivi. Script nimesoma. Sasa nikaendelea sasa kutafuta yani mtandaoni jinsi ya kuandika mswada nini. Sasa mimi nami nikaendelea pole mimi kivyangu. Unaona? Ya kwamba okay, nyumbani ninafanya hisia mwenyewe, nachukua simu, ninaigiza kucheka, naigiza kulia, naigiza hasira, nini najiangalia mimi mwenyewe. Nasema yule ambaye anacheza naye kwa simu kwenye kioo ni kwamba yule ndo ni mwenzangu. Sasa nikicheka yeye nao anacheka, nasema hapa nimekosea. Sasa nikaanza kujitania mimi mwenyewe hisia kwanza. Alafu nikasema ngoja nianze kama mchezo kidogo. Nikaandika kama mchezo hiyo ndio ya kwanza kabisa kushuti. Ambayo inaitwa Elimu ya Kigiriama. Iko pale YouTube. Ukisearch pale Jacob Katana, waambie wakusikia. Search pale Jacob Katana, Levi's Media Production, utapata pale kuna Elimu movie yangu ya kwanza. Ina episode 1, episode 2 mpaka 6. Kutoka hiyo kuna Bikazo episode 1, episode 2, episode 3. Kuna Sikupenda Kwangu. Ziko nyingi zitakuja zote. Mpaka moja tu juzi nilipost hapo. Unaona? Ambayo inaitwa nini? Haki yangu. Episode 1. Hiyo ni ya lini? Ni ya juzi tayari, ina siku 2 sasa. Iko na siku 2. Leo ni siku ya pili. Okay. Okay. So katika huo uigizaji wako na utunzi wako na kuact. So huwa
inakuteki wakati gani kuandika script, ama ni mawazo tu yanakuja kichwani, unakuja na wazo unasema hili ni wazo, acha niandike, ama mpaka ukae ukraki kabisa kichwa unasema nataka kufanya kazi ama namna gani, ama unalala wote? Unajua kuna wengine mtu anaweza sema mimi nimelala kuna story imekuja, anaota anaandika story ama anafanya freestyle. Kuna mwingine anaenda anafikiria maudhui fulani hivi, anaenda anakaa anaanza. Kuna mwingine anaandika kulingana na historia yake ya maisha. Wewe yani katika ubunifu wako huwa unakuja kivipi? Swali zuri sana ndugu yangu. Wanasei hapa tunazungumza. Mimi tayari hapa najua nikitoka hapa nishapata kichwa. Najua hicho kichwa hicho naenda kiandika, na nikaanza kushika kalamu namna hii. Naweza andika pengine hata kama 3 4 hivi. Na ni kwamba hasiwezi potea. Unaona? Si kwamba basi yani kichwa kuumia ni lazima, kwa sababu utakuwa unaleta kuleta yani historia ambayo kila mtu akiangalia namna hii anajua huyu jamaa amekuwa mbunifu kiasi fulani. Unaona? Kwa hivyo naweza kuwa sasa tunaongea nikapata kichwa fulani hapo kwamba nimekuwa na mazungumzo na presenter, tumegusia mambo fulani. Sasa ili watu wafahamu kwamba kukoje, wacha mimi nami niandike kitu fulani ambacho hicho sasa watu wakiona najua kweli kumbe iko hivi. Unaona? Sasa mimi si kwamba nilale niote ama nilale niamke. Sasa kwa tunaongea na mtu wana kama hizo movie zangu zote. Huwa jambo la kwanza, kwa mfano kama elimu, nilifanya research fulani, unaona, ya kwamba kumbe kuna wazee wengine ambao hawataki kusomesha, kwa sababu hiyo inaongea kuhusu elimu. Unaona, sasa pale nimecheza mimi mwenyewe kama character ya kwamba mimi ni mzee ambaye sitaki watoto wangu wasome, maana kusoma hakuna maana yote, kwa sababu kama wewe unasoma ndio basi baada ya kufika university mwisho sasa unakuja kufanya kazi kama ya bodaboda ama chimba mawe nini, karatasi uko nazo, jua kwamba kuna master ama degree, lakini sasa wewe unachimba mawe, unapiga boda, unafanya kazi za mjengo, ili hali wewe ni na degree, na hiyo ndio maisha halisi, ndio maisha halisi kabisa. Lakini sasa ni kama haikusaidii, unafanya kazi na watu ambao hawakusoma kabisa. Sasa nikaona kwamba kumbe kusomesha si muhimu, ikanipelekea hata nikapelekwa kwa chifu. Chifu ndo akanifungua akili ya kusema kwamba hata kama lakini kusoma ni haki. Unaweza kuwa pengine mtu amekuja anataka mtu amesoma, ikawa wewe watu wako hawakusoma, lakini kama watakuwa watoto wako wamesoma, hata kama kwa nyumbani muda mrefu, lakini ambao basi kwa hivyo ni kwamba nilifanya research nikajua kwamba kuna watu ambao hao hawapendi kusomesha watoto wao, hata kama itachukua muda kupata kazi, lakini akiwa yuko nao hiyo ni kitu mzuri. Mpenzi mtazamaji, tuko na Jacob Chanzera, na Jacob Chanzera ni msanii, ana waigizaji na ni mwimbaji pia. Ako na channel yake ya YouTube inaitwa Jacob Chanzera, na kuna kazi kadhaa ambazo Jacob Katana, na kuna kazi kadhaa pale ambazo amezifanya. Naomba mwende pale msupport kazi yake, msubscribe, like na msaidie pia kushare kazi yake ili ziweze kujulikana. Okay, Jacob Chanzera. So far saa hii umebuni kikundi chako cha uigizaji ama bado ama namna gani? Kusema kweli niko nacho kikundi changu. Mimi ndio CEO ama director wa hicho kikundi. Na kinajitaji Levites Media Production. Levites Media Production. Okay. Na kwa saa hii uko na kama wasanii wangapi katika hicho kundi chako ambao unafanya nao kazi pamoja? Sasa hii niko na karibia wasanii 20. Wasanii 20. Wow, kazi nzuri sana. Na umekibuni wakati gani? Umeanza lini yani hicho kikundi? Hicho kikundi nilikianza hapa Malindi kwanza. Lakini jina nilitokana nalo kwetu nyumbani Kilifi. Na nilipokuja nalo hapa Malindi ndio nikaanza hapa 2014. Ndio nilikianza hicho kikundi hapa. Na unaweza kutueleza toka uanze hicho kikundi kimekupelekaje, safari yako na hali ambazo unapitia kwenye hicho kikundi chako, wewe pamoja na kikundi chako katika uigizaji kwa pamoja? Changamoto naweza sema ni nyingi ndugu yangu. Maana tujua kwamba wengi ambao ni wasanii wangu ambao tunacheza nao, jambo la kwanza, wengine ni bibi za watu, wengine ni bwana za watu, wengine ni watoto wa wenyewe, watoto wadogo. Sasa kucheza na msichana ambaye pengine ni bibi ya mtu
ama na boyfriend wake. Unaona? Ama tuseme mke ambaye ni mke wa mtu. Inakuja wakati mwingine kwa changamoto ile kwamba unamtaka location, hapatikani, bwanangu amesema sitaki. Unaona? Mke wangu amesema sitaki. Unaona? Sasa ni kwamba ni wewe sasa unaenda kumuona bwanake. Unaona? Ndugu yangu, mzee wangu, ni kweli, lakini sasa bibi yako ana kipaji na yeye nilimuona kwamba anaweza kunisaidia. Naomba sasa ile kwamba tuzungumze mpaka aseme okay, lakini sasa mimi ni hivi na hivi sitaki. Lakini uzuri wangu nasema kwamba movies zangu mimi sio za mapenzi, lakini wengine wanadhani ya kwamba ukimhusisha msichana, ukimchukua msichana wao mwenyewe na pengine filamu hiyo ni ya mapenzi tayari, mtoto wake ataenda shikwa akafanywa hivi, ama bibi yangu huyu ataenda shikwa na jamaa huko, ama pengine wanayo mentality ambayo ni mbaya. Bwanangu ataenda shikwa huko na mwanamke mwingine. Unaona? Hasa ile imekuwa changamoto sana. Mtoto naye mdogo, unaona, ambao mwanangu sasa aende huko, sijui mambo mengi kwa sasa ni hivyo. Na nimesema naona kwamba changamoto hii inaletwa ni ile kwamba wazazi wengi hawana ule ufahamu. Unaona? Wakuwa pia hii ni talanta, mtoto ana talanta. Amepata mtu ambaye anaweza kuinecha ile talanta ya yule mtoto, amsaidie. Lakini wanasahau. Wanaona kwamba tu watoto wanapotoshwa, bibi kama anaenda pata mabwana kama anapata mabibi. Sasa ile hali ile ndio imekuwa changamoto pia yangu mimi, lakini huwa nasema kwamba nashukuru Mungu kwa sababu wale ambao niko nao kidogo sasa hivi wanaofahamu ya kwamba kumbe huyu mwalimu, kumbe huyu director hana mawazo mabaya kama hayo, ana mawazo mazuri kwa bibi zetu, kwa bwana zetu. Ndio maana sasa maana ile group yangu imekita mizizi kidogo, na naona hiyo pengine inachangiwa na unajua kuna wasanii wengine wanga wanatumia talanta zao kuteka advantage. Ndio, sasa hiyo ndo inaweza leta sitomfahamu, mtu anakosa kukuamini kwa sababu akiangalia ambayo yale yanatendeka kwa jamii. Mtu amejitolea na kuja nasema mimi ni msanii nataka kufanya kazi na huyu, alafu ni mtoto, at the end of it all unapata mtoto amepata mimba, amewithdraw kutoka shule, kama ni bibi ya mtu ameanza madharau nini. Hiyo iko na naamini kwamba unajua. Hiyo iko. Sasa katika kuconvince mtu na kumhakikisha kwamba kuna usalama katika mtu wake, huo unafanyaje? Okay, vizuri sana. Jambo la kwanza ni kwamba wewe mwenyewe kama msanii, kama director ama kama kiongozi unajichukuliaje? Je, unajiheshimu? Je, unajielewa na kile ambacho unakifanya? Je, watu hapo mtaani, jambo la kwanza wewe wanakusomaje? Unaona? Ukiwa tayari wewe kama kiongozi utasoma vibaya, sasa hapo tayari watu watasema wacha tuone watoto wetu hao. Sasa chochote kitachotokea tunajua ni yale ambayo alikuwa anamuona yule bwana vile alivyo. Kwa hivyo sasa mzazi hata kukubali, ama bwana ya mtu ama mke wa mtu hata bwanake akubali ya kwamba huyu mke wangu akienda pale akijiunga pale yuko salama, ni kwamba wewe mwenyewe kwanza unasomeka vipi mtaani. Unaona? Ukisomeka vibaya ndugu yangu, sasa ndio haya ambayo alikuwa anazungumza. Kwa hivyo mimi huwa na convince wale wazazi ama mke ama mume, na kiniangalia ngari mimi historia yangu najua huyu bwana historia yake inasomeka vizuri. Kwa hivyo historia yako ikasomeka vizuri tokea mwanzo ama hivi na hivi, basi watu watakuchukua vizuri. Kwa mfano kama vile mimi nimekwambia mimi ni mwalimu wa shule. Na tunasema walimu ni kioo cha jamii. Kwa hivyo pia ukiwa msanii ni lazima wewe ni kioo cha jamii. Kuna watu wanakuangalia vipi? Unaona? Wanakuonaje? Unaona? Hata mwalimu aseme kwamba, mzazi aseme akuamini kwamba mwanangu waacha akasome shule hii, ni kwamba amejua walimu wale pale. Maana kuna wengine ile kwamba hapo basi walimu hapo anatia mimba. Hii ni Ali J Vibes Show, basi usikose kusubscribe, tuna YouTube channel Ali J Vibes Show.